tutakuwa na darsa katika somo la tafsir ya Qur'an, na somo la tafsir ni somo kubwa, ni somo ambalo kwamba lina umuhimu katika mujtamaa wa Kiislamu, kwa kuwa ni somo lenye mafungamano na kitabu cha Mwenyezi Mungu, nayo ni Qur'an. Tafsir inakuwa ni maneno ya masahaba, maneno ya ulama, kufahamisha malengo yaliyokusudiwa katika maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyoko kwenye Qur'an. Ndio maana ikawa ni somo muhimu na ni somo lenye sharaf kubwa. Katika tafsiri sisi tutatumia tafsir ya Jalalain. Ulama wameandika tafsiri nyingi, tafsiri pana, tafsiri zakati na tafsiri fupi. Hichi kitabu chetu cha tafsiri al-Jalalain ni katika tafsir ambayo kwamba ina mazungumzo madogo katika kusherehesha, ndio ikapendwa sana na watu wengi, na kitabu hiki kikaenea kila mahali. Jalalain maana yake ni Jalaluddin al-Mahalli na Jalaluddin as-Suyuti. Hawa ni ulama wakubwa sana wawili. Al-Imam huyu Jalaluddin al-Mahalli alikuwa katika karne ya 8 na al-Imam Jalaluddin as-Suyuti alikuwa katika karne ya 9. Al-Imam Jalaluddin al-Mahalli aliandika tafsiri kama hii kuanzia suratul Kahfi mpaka suratul Nas. Kisha alivyokuwa sasa iwataka kukamilisha kuanzia suratul Fatiha kwenda mpaka suratul Isra, Mwenyezi Mungu akamkhtari. Alipokuja Jalaluddin as-Suyuti akapenda tafsiri kama hii na akaona akamilishe hii sehemu ambayo kwamba alikuwa ameiacha mwenzake, naye ni Jalaluddin al-Mahalli. Akakaa akasoma ule mfumo ambao kwamba alikuwa ameuandika Jalaluddin al-Mahalli, basi na Jalaluddin as-Suyuti akachukua mfumo kama ule na akaandika tafsiri kama hii mpaka suratul Isra, ikawa tafsiri imekamilika, ndio ikaitwa tafsir ya Jalalain. Tafsiri kama hii imekusanya mambo muhimu ambayo kwamba yanayotakikaniwa, kama kueleza baadhi za vilma, mara nyingine kutaja qiraat, na mara nyingine hata kutaja vitu vanahu, lakini kwa ufupi sana. Kitabu kama hiki cha tafsiri al-Jalalain ambacho kwamba sisi tutakitumia, tutakuwa katika mustawa kama huu, ni kutafsiri zile sura ambazo kwamba ni ndogo, kiswari suwar, nazo ni kuanzia qul a'udhu birabbin nas kupanda juu mpaka wadhuha. Na hizi sura ndogo zina mambo matatu muhimu. Yana mambo mengi lakini matatu ndio muhimu zaidi. La kwanza ni kuwa hizi sura zimetaja utukufu wa Mola na kumtakasa Mola subhanahu wa ta'ala, ambao kwamba utaona mfano wake kama katika suratul Ikhlas. Na vile vile jambo la pili, katika sura kama hizi zinataja hali za akhira, ambao kwamba utaiona kama katika suratu Az-Zilzal. Na vile vile sura kama hizi zinamtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumtukuza, kama vile katika sura ya Alam Nashrah Laka Sadrak. Kwa hiyo malengo ya hizi sura ni mengi, lakini haya matatu ndio ya msingi zaidi. Mwenyezi Mungu insha Allah taala atatuwafikia kila la kheri katika masomo kama haya na atufungulie milango ya kheri. Sanad, elimu, tabia, kulingania.